Na mtazamaji popote ulipo, ni saa 10:01 saa za Afrika ya Mashariki alasiri hii ya tarehe 29 mwezi ukiwa Novemba mwaka 2017. Popote ulipo, natumai siku yako inakuendea vema kabisa. Karibu kwenye taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii, ambapo tutakuarifu na taarifa kuu tunazozifuatilia, kuwasiliana na baadhi ya wanahabari wenzangu ambao wako katika maeneo mbalimbali kwa njia moja kwa moja na kutupasha taarifa ambazo zinazojiri kando na mahojiano alasiri hii. Karibu kwa taarifa kamili. Moja kwa moja tuanze na vidokezo. Vita dhidi ya ufisadi nchini kuangaziwa kwa mapana na marefu baada ya shirika la Transparency International kuzindua mikakati ya kipindi cha mwaka 2017 hadi 2022. Chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu vya serikali UASU chasema hakuna kurudi kazini hadi wahadhiri wapewe haki yao. Na watu 7 walazwa katika hospitali ya Longisa, kaunti ya Bomet baada ya kula nyama ambayo inaripotiwa kuambukizwa ugonjwa wa kimeta au anthrax kwa lugha ya Kiingereza. Karibu kwa taarifa kamili. Jina langu ni Ali Manzu. Mtazamaji, tutakwenda maeneo ya Dadaab, kaunti ya Garissa, baadaye kuwasiliana na mwanahabari mwenzangu ambaye ni Hamza Yusuf akiwa maeneo hayo, na vile kutoka kaunti ya Mombasa tutapata taarifa kuhusiana na hali ya usalama, hususan katika barabara ya kuelekea Lamu, maeneo ya Mpeketoni pale ambapo jana kulikuwa na uvamizi uliopelekea maafisa 2 wa polisi kuuawa na wengine kupata majeraha. Tutarudi kwao kwenye muda usiokuwa mrefu ambao wako tayari kutuarifu na taarifa hizo. Hata hivyo mtazamaji, tuanze na taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia. Vita vya ubabe wa siasa vimeibuka katika kaunti ya Kirinyaga kwenye malumbano ambayo sasa yako baina ya gavana Anne Waiguru na mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo Wangui Ngirichi. Anne Ngirichi ambaye ni mumewe mwakilishi huyo wa kike amezindua kikosi cha wokozi nyakati za dharura kwenda sambamba na zile huduma ambazo sasa zinaendeshwa na serikali ya gavana Anne Waiguru. Ngirichi amesema kwamba ametenga shilingi bilioni 2 za kujenga kituo cha afya hususan cha kuwahudumia wanawake wajawazito katika kaunti hiyo. Kituo hicho kinalenga kuwahudumia wananchi katika kaunti ndogo za Ndia, Gishugu, Kirinyaga ya Kati na Mwea. Hatua hiyo yamkini haijapokelewa vema upande wa gavana Waiguru. Tumeweka kitengo ya shilingi bilioni 2. Ukafikiri nimekosea. Najua kuna milioni 2, kuna milioni 20, kuna milioni 200 na kuna bilioni 2. Na hiyo yote nimepita, nimetanja shilingi bilioni 2. Kwa hivyo usiwe na uoga. Na nikasema juzi, mwenye nguvu mpishe bwana. Tumeipangia na tunaiendesha na tuko na ukweli na Mungu anajua itawezekana. Ni ile kitu inaitwa free maternity kupitia kwa Ngereze and Sons Rescue Team. Governor, ina senator, ina women rep, ina MP na ina MCA. Wapatiwe nafasi na wao wachape kazi yao. Mtazamaji, tumepokea taarifa kutoka eneo la Dadaab pale kaunti ya Garissa mapema hii leo, ambapo wenyeji katika maeneo hayo wamekataa huduma ambazo hutolewa kutoka kwa mashirika mbalimbali ya kijamii. Wenyeji katika sehemu hiyo wanadai kwamba mashirika hayo yanawadhulumu. Hivi sasa tunawasiliana kwa njia moja kwa moja na mwanahabari mwenzangu Hamza Yusuf ambaye yuko maeneo hayo ili kutupasha na mengi zaidi. Kunaendelea nini? Naam, naarifiwa kwamba mawasiliano kidogo yamekatika hapo kutoka katika sehemu ya Dadaab pale, ambapo tutawasiliana na mwanahabari mwenzangu kwenye muda usiokuwa mrefu wakati tutakapompata tena. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa zaidi, watu 7 wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Longisa, kaunti ya Bomet baada ya kula nyama ya ng'ombe ambaye alikuwa na ugonjwa wa anthrax ama ukipenda kimeta katika kijiji cha Chemakela Chepalungu. Washikadau katika sekta ya afya waliungana pamoja kushirikiana kunyunyiza dawa maeneo ambayo yalikuwa yameathiriwa na ugonjwa huo. Kutoka kwa watoto hadi watu wazima, wote walipokea matibabu kuzuia mkurupuko zaidi. Vile wametoa wito kwa wananchi kwamba waepuke kula wanyama ambao waliokufa au nyama ambayo haijachunguzwa na maafisa wa afya.
We've gotten reports that there are cases of rabies, and we've taken action also to educate through the public health department, and we've supplied anti-rabies vaccines to the sub-counties, and anybody who comes in contact can get these vaccines to prevent the disease from manifesting fully. If we prevent, we'll actually hold the disease at check so that it doesn't become lethal. Kwingineko, mamlaka ambayo inaangazia utendakazi katika idara ya polisi nchini IPOA imeanzisha uchunguzi kuhusiana na kisa cha kupigwa risasi na kuuawa kwa kijana mdogo na kujeruhiwa kwa mwanamke mjamzito mtaa wa Pipeline Embakasi hapa jijini Nairobi hapo jana. Kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari, IPOA imetuma maafisa wake mapema hii leo katika sehemu ya matukio hayo ili kuanzisha uchunguzi wao haraka iwezekanavyo ili kuwachukulia maafisa wa polisi ambao waliotekeleza mauaji hayo. Taarifa hiyo imeendelea kusema kwamba pindi watakapokamilisha uchunguzi wao, mamlaka hiyo itapeana mapendekezo yake kwa afisi ya kiongozi mkuu wa mashtaka kwa uchunguzi zaidi. Pia IPOA imesema kwamba uchunguzi kuhusiana na visa vya mauaji wakati wa uchaguzi uko karibu kukamilika na kwamba watatoa taarifa kamili baada ya kuisha. Mtazamaji, tuliweza kupokea taarifa hapo jana za uvamizi uliotekelezwa na maafisa wa Al-Shabaab katika maeneo ya Lamu kule na kupelekea maafisa wawili wa polisi kufariki baada ya kupigwa risasi, huku kadhaa wakiwa na majeraha. Maafisa hao walikuwa kwenye msafara wa kuyasindikiza mabasi kuelekea katika kisiwa cha Lamu pale walipovamiwa. Hivi sasa tunawasiliana na mwanahabari mwenzangu ambaye amefuatilia taarifa hizo ili kutupasha mengi zaidi. Francis Mtalaki, nadhani unatupata vyema kabisa. Kunaendelea nini kufikia hivi sasa, ama kuna uchunguzi wowote kuhusiana na vifo na yapi yameweza kuthibitishwa kutoka kwa idara ya polisi? Naam, asante sana Manzu. Kando na thibitisho kwamba maafisa wawili ambao wameweza kuaga dunia kutokana na shambulizi hilo la hapo jana, tunaarifiwa pia maafisa kadhaa pia wanauguza majeraha katika hospitali kuu ya Garissa ambapo ni kaunti jirani ya Tana River, na eneo hili ambapo liweza kutokea shambulizi hilo kutokana na wanamgambo, wengi wanasema kuenda ni wanamgambo wa Al-Shabaab, ni katika maeneo ya Nyongoro ambapo ni takriban kilomita 70-80 hivi kutoka kisiwa cha Lamu, na mabasi hayo ambayo yalikuwa ni mabasi 6, kila basi kwa kawaida basi huwa linakuja kutoka kaunti hii ya Mombasa, na huwa wanafika kitoka saa 1 wanafika hapa mwendo wa saa 8, ila walipotoka mwendo wa saa 1 mida ya saa 4 hivi ndipo waliweza kuvamiwa na wahalifu hao, na kawaida huwa kuna msafara wa maafisa wa polisi ambao unawaongoza, na walipofika pale basi maafisa wa polisi walionekana kushindwa nguvu na kuingia kichakani, ndiposa wale wanamgambo wakaanza kuwavamia maafisa wa polisi. Kando na hilo pia kulikuwa na hali ya mshike na hali ya hati kwa wale abiria, lakini waliweza kunusuriwa na kuweza kupelekwa katika kituo cha polisi cha Gamba ambapo kipo kilomita 4 hivi kutoka eneo la tukio ambapo ni maeneo ya Nyongoro. Na kufikia sasa hali ni tulivu, lakini wafanyabiashara na wakazi wa kaunti ya Lamu, Tana River na kuja katika hapa kaunti ya Mombasa ambao hutumia barabara hii ndio wameweza kuzua hofu yao, wakisema kwamba usalama wao upo hatarini, wakisema kwamba serikali inapaswa kufanya mengi ili kuona kwamba usalama umeweza kudumishwa hasa katika barabara hii, na ni muhimu sana kuhusiana na kwamba bidhaa nyingi zinazotoka katika kaunti hii ya Mombasa au maeneo ya kaunti hizi ambazo zinapakana kuelekea katika kisiwa cha Lamu, wao hutegemea sana bidhaa nyingi ambazo zinatoka katika maeneo haya. Hivyo basi ni muhimu kwa barabara hii kuweza kuboreshwa na usalama zaidi kuweza kuboreshwa. Hii ni kutokana na kwamba matukio haya yamekuwa kitukia si jana, bali kumekuwa na matukio chungu nzima ambayo yameweza kutoka katika barabara hiyo. Hivyo basi idara ya usalama inaomba basi kuweza kukazabuti zaidi kuhusiana na masuala ya usalama. Alimanzu, kizungumzia swala la abiria ambao walikuwa kwenye msafara huo, inasemekana ilikuwa ni mabasi 6 hivi, na kunapotokea uvamizi kama huu, risasi huwa zinapigwa kila mahali, hususan kulenga usafiri ambao ulikuwa pale. Je, wao wako salama upande wao abiria hawa?
Na upande wa abiria wako salama salimini, lakini wengi tu ni hofu kutokana na zile vitisho ambao waliweza kupokea, na wanasema kwamba huenda kuna kundi fulani lilikuwa linatengewa kutafuta, lakini kwa sasa muhimu wao kutokana na wale wahalifu ambao wanasema na kile ambacho waliweza kupata kuongea na baadhi yao, wanasema kwamba sana sana walikuwa wanafuata wale maafisa wa polisi, na ndiposa walipoingia kwenye kichaka kwenye msitu wa Boni basi walilazimika basi kuweza kuponyoka na kuweza kuondoka na kuelekea katika kituo cha polisi cha Gamba. Na pia waliweza kuwashukuru maafisa wa polisi ambao waliweza kufika katika muda unaofaa na kuweza kuwaokoa na kuwapeleka katika kituo cha polisi cha Gamba. Lakini muhimu kwa mkazi wa kawaida, muhimu kwa mfanyabiashara, na muhimu kwa mtu yote ambaye anasafiri kwa barabara kuelekea kutoka kaunti ya Mombasa, Tana River sawa na kuelekea katika kaunti ya Lamu, wanasema kwamba usalama lazima uweze kudumishwa zaidi, hasa katika msafara ambao huwa kila siku wanaweza kutumiwa kutoka maeneo ya kutoka Lamu kuja katika kaunti hizi ambapo ni Tana River, Kilifi na Mombasa. Alimanzu Mtalaki, baadhi ya abiria hapa tukizungumzia kwa waliokuwa kwenye usafiri na hata wale wahudumu, kuna vijikaratasi tuliweza kuarifiwa kwamba vilitolewa vikiwa na ujumbe fulani. Sijui kama pia uliulizia swala hili kutoka kwa maafisa wa usalama. Na vipo vikaratasi ambavyo wengi, na kulingana na dereva mmoja ambaye niliweza kumhoji, anasema kwamba vijikaratasi hivyo basi waliweza kupatiwa na wale wahalifu ambao wengi wanasema kwamba huenda ni wanamgambo wa Al-Shabaab, na ilikuwa tu ni mambo ambayo yanakinzana na dini, kwamba ambapo utafahamu kwamba hata katika miaka ya nyuma kundi la Al-Shabaab limekuwa likiwatumia upande wa dini labda kuweza kutafuta njia moja au nyingine katika mpenyo huu, na mambo ambayo wamekuwa kifanya hususan mashambulizi. Na hilo ni jambo ambalo wengi katika wale ambao walikuwa kwenye basi waliweza kusema kwamba iwapo serikali haitaweza kwanza kutatua swala hili la usalama, basi wanamgambo wa Al-Shabaab huenda basi wakawa wanatumia njia moja au nyingine, kutumia vijikaratasi, kusambaza vijikaratasi yakiwa na maneno ambayo ni kinzani kuhusiana na kile ambacho wanamgambo wa Al-Shabaab wamekuwa wakitumia, hasa kuweza kutumia mengi kuhusiana na dini, wakisema kwamba huenda kuna dini fulani inalengwa. Na kulingana na vile vijikaratasi ambavyo mojawapo nilipata kupata nakili, ni vinaonyesha mojawapo ya mambo kama yale, na kwa njia moja au nyingine viongozi pia wamekuonekana kusema kwamba hili jambo linapaswa basi kuchukuliwa kwa uzito fulani, na muhimu zaidi manzo ni kwamba usalama uweze kuboreshwa, kwani kutakapokuwa na usalama basi masuala kama yale hayawezi kutokea, na wananchi watajihisi kwamba wapo nyumbani, kila mmoja atajihisi kwamba usalama wake umeweza kudumisha, na kwamba kusafiri kutoka kaunti hii ya Lamu kuja katika kaunti hizi za Mombasa ambazo ndio zinaunganisha basi ufuo wa Bara Hindi na pwani kwa ujumla ni muhimu sana, kwani zinategemea kila mmoja inategemea mwenzake kibiashara, hususan kisiwa cha Lamu hasa katika bidhaa muhimu kama vile vyakula na masuala kama yale, hutegemea sana vyakula ambavyo vinatoka katika maeneo haya ya pwani, hususan kaunti ya Mombasa, ili vyakula viweze kufika na kaunti kama vile Tana River pia ziweze kupata mawili matatu, hususan katika kuendeleza shughuli za kila siku kila Mkenya. Alimanzu. Safi kabisa. Kumalizia labda swala la operesheni ili kuhakikisha kwamba maafisa wanaendelea kupambana na wanamgambo ambao walijitokeza hapo jana nyakati za mchana. Nyongoro inafahamika kuwa ni eneo ambalo linapakana sana na ule msitu wa Boni, na ni sehemu ambayo vyombo vya usalama vinadai kwamba wale wanamgambo wako mle ndani wamejificha. Je, kuna operesheni zozote zinazoendelea hivi sasa katika maeneo hayo kuhakikishia wakazi na hata wafanyi biashara katika maeneo hayo kwamba usalama wao umeimarishwa? Na operesheni Linda Boni bado inaendelea, lakini kwa sasa hakuna mengi ambayo yameweza kujitokeza kutokana na operesheni hiyo. Na utakumbuka kwamba katika miezi miwili mitatu hivi mshirikishi mkuu katika ukanda huu wa pwani ambaye ni Nelson Marwa alisema kwamba huenda ni wakati umewadia kwamba msitu ule ukaweza kulipuliwa na kuchomwa, ili wanamgambo wa Al-Shabaab kuweza kufurushwa na kurudi katika maeneo ambayo yanapakana na Somalia, na ikazua hali ya sintofahamu.
na inaonyesha jinsi msitu huu basi ni imekuwa vigumu kwa maafisa wa usalama kuweza kuwafurusha wale wanamgambo wa Al-Shabaab, na wapo basi wengi wanadadisi kwamba huenda wanatumia msitu ule kuja kuvuka na kutekeleza mashambulizi kisha kurudi katika taifa jirani ambalo ni la Somalia. Na hivyo basi muhimu kwamba imekuwa ni changamoto kwa serikali kuweza kuhudumisha usalama katika eneo lile, na ni kilomita nyingi ambazo kwa Mkenya ambaye anaweza kupita katika msitu wa Boni, na inaarifiwa kwamba endapo serikali itaweza basi kukabiliana na usalama katika eneo la Boni, basi matukio kama haya hayataweza kujitokeza. Lakini pia msitu venye ulivyo basi ni jambo ambalo labda kwa upande fulani huwezi kulaumu serikali kwamba msitu ule jinsi ulivyo, wengi wamesema kwamba huenda ukawa ndio changamoto kubwa, na ndiposa unaona kwamba serikali kwa njia moja au nyingine wanasema kwamba je, ni wakati wa kuweza kulipua ule msitu na kuweza kusema kwamba tuweze kwa usalama wa kila Mkenya basi tuweze kuondoa ule msitu na kuwe na tambarare, ili wanamgambo hawa wanapokuja basi kila mmoja aweze kuwaona, na iwapo basi wataweza kukabiliana nao itakuwa kwa urahisi. Lakini kwa sasa, na kutokana na ile shambulizi ambalo liliweza kutokea hapo jana, na jinsi baadhi ya gari ambapo ni la maafisa wa polisi tuliweza kuona picha zenyewe, basi liliwenda likapata pancha na basi likamiminiwa baadhi ya risasi, na ndiposa basi tunapata taarifa ambazo maafisa wa polisi walionekana kulemewa na wale wahalifu kutoka upande wa Al-Shabaab, jinsi wengi wa wakazi wanavyonakili. Alimanzu. Asante sana Francis Mtalaki kwa taarifa hiyo ambayo umeweza kuipokea kutoka katika kaskazini mwa pwani ya Kenya, maeneo ya Lamu, ambapo jana kulikuwa na shambulizi lililopelekea maafisa wawili wa polisi wa utawala walivamiwa, gari lao likaharibiwa, na vile vile maafisa wawili tunapokea habari kwamba ambazo zimethibitishwa walipoteza maisha yao, na maafisa wengine wakiwa na majeraha ya risasi. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zaidi, vijana wawili ambao wamekuwa marafiki wa kufa na kupona katika kijiji cha Nguru Mbere huko Embu wameaga dunia. Mmoja wa vijana hao alianguka kwenye kidimbwi cha maji, na mwenzake aliyefuata kwa ajali ya kumokoa pia akatumbukia na kuaga dunia. Wawili hao walipatikana wakiwa washaaga dunia, ila walikuwa wameshikana mikono. Mary Kilobi na taarifa zaidi. Wa kijiji cha Nguru, kaunti ndogo ya Mbere, waliamkia taarifa za kusikitisha za kufariki kwa vijana wawili waliokuwa marafiki wa chanda na pete. Mwenda zake Lawrence Nduiga mwenye umri wa miaka 22 na Eric Mtembei mwenye umri wa miaka 21 waliaga dunia, na miili yao ilipatikana ikielea majini, huku ikidaiwa kwamba wawili hao walikuwa wameshikana mikono. Mmoja wao inaonekana pengine alifikiria wanataka kuoga, kwa maana nguo zake tunasiona zikiwa kando, na alipoingia mwenzake, maana walikuwa ni marafiki, walikuwa wanafanya kazi pamoja, alienda kumuokoa yule mwingine, na sasa wote wawili wakasama kwa maji. Maana nguo za yule alikuwa anataka kumuokoa, yeye alitoa nguo ya juu, lakini mfuto alikuwa naye, lakini yule mwingine tayari alikuwa ametoa nguo zote. Wakazi hawa wanalaumu mamlaka husika kwa kukosa kuweka ua kwenye kidimbwi hicho ambacho kwa sasa kimekuwa hatari sana kwa maisha ya wakazi wa eneo hili. Maafisa wa polisi walifika na kuipeleka miili ya wawili hao katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Embu Level 5. Mary Kilobi, KTN News. Muungano wa wahadhiri wa vyuo vikuu nchini UASU umesisitiza kuwa mgomo wa wahadhiri unaendelea, na kudai habari ambazo zimekuwa zikienea kuwa wamepokea nyongeza ya shilingi bilioni 5.2 na ahadi hewa kutoka kwa serikali. Mgomo huo umeingia siku yake ya 29 hii leo. We don't engage a cabinet secretary on personal basis. We don't negotiate directly with the government. Nevertheless, the minister concerned has to provide the natural linkage between the universities and the treasury. It is only the cabinet secretary of education that can go to treasury. But so far, he has been conspicuously silent on this matter because he has not had communication from treasury. And therefore, the best option they have opted for is to peddle lies in the media for public consumption. But the reality is that he would have written to us
By now we should have filed this letter. But he has neither spoken nor dared inquire from us because he knows we equally know better. Thank you. You cannot expect a Don who has studied for more than 20 years. You have attained your master's. You have attained your PhD. Then you are told that you will be employed on contract. That one will never happen. Then it means university academic staff will be on strike forever. Whoever thought that, if you think that you can employ Dons on contract, forget it. These are all officials of the union from the 31 universities. They have categorically informed me that no university in this country has received even a penny. And I want to tell IPUCCF to tell members of the public where this 5.2 billion is so that we can go for it. And this time, don't think we'll call off this strike before our members get their money. Moja kwa moja mtazamaji, tuelekee katika kaunti ya Garissa, sehemu ya Dadaab, ambapo mapema hii leo kulikuwa na hali ya mshike huku wenyeji maeneo hayo wakikataa huduma za baadhi ya mashirika ya kijamii katika maeneo hayo, wakidai kwamba ni mashirika ambayo yamekuwa yakiwadhulumu. Hivi sasa tunaungana naye mwanahabari mwenzangu Hamza Yusuf akiwa maeneo ya Dadaab kutuarifu na kinachojiri hivi sasa kutoka maeneo hayo. Hamza, nadhani unanipata vyema. Na pole kwa hitilafu ya mitambo ambayo imeweza kutokea hapo awali. Unavyojua mwanzo ni kwamba mapema siku ya leo tumeweza kushuhudia wakaazi katika kambi ya wakimbizi wa Dadaab, hususan wenyeji wa eneo hili wakiwasha magurudumu kuelezea hisia ambao wanasikia bila shaka kufuatia ghadhabu ambao imeweza kusababishwa na mashirika yasiyo kiserikali. Wanasema mashirika hayo yamekuwa yakiwakandamiza wakazi wa eneo hili, hususan kikazi na bila shaka kimaisha mengine. Wengi wakisema kwamba mazingira yameweza kuharibiwa kwa kiasi kikubwa tangu mwaka 1999 wakati ambapo wakimbizi wameweza kuingia maeneo haya ya Dadaab. Bila shaka wanasema wanachoma mazingira, wanachoma makaa. Ni baadhi tu ya tetesi ambayo imeweza kujitokeza mapema hii leo wakati wa maandamano katika eneo hili. Na wanasema kwamba hawatasirima na kuhakikisha kwamba wataendelea maandamano huu hadi mashirika hayo yaweze kusema kwamba wamekubali matakwa yao. Pia tunasubiri kuweza kusema na mashirika hayo kwa upande wao, labda kusikiza ni kipi ambao wangeweza kusema kuhusiana na maandamano ambayo yanaendelea katika eneo. Wacha tuseme na baadhi ya wakazi katika eneo hili. Niko na Run ambaye ni mwenyekiti wa wanawake katika eneo hili na pia mmoja wa wale ambao walikuwa wanaandamana siku ya leo. Labda tueleze tatizo linatoka wapi? Kiswahili. Mimi nasema, mimi naitwa Run Abdi Farah, ni Shali Dadaab Sub County. Tuliona mambo mengi sana kutoka kuhusu wananchi ya Dadaab ambayo iliharibu makazi mingi sana hao yote UNHCR. Tulipeana ardhi kubwa, wakimbizi tulikaribisha hapo na wanakaa muda mrefu sana hapo, mwaka 20 na something, na bado wanaendelea hapo. Na sasa watu wa UN wakianza kusumbua watu yetu, watu wa host community, wakikosana nafasi ya kupatia wananchi ya Dadaab, wakijana yote ya mfanyakazi walikatasiwa kazi. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili ni ile kazi ambayo ya kusupply ya hapo ndani ya UNHCR ambayo contract ilikatasiwa watu wa community. Na iko mainjo singine inaitwa RRDO ambayo ni host community na faida pia ya banda ya Fafi, na walikataziwa waendelee kazi yao. Na bila iwezi kuwa RRDO hapo, na sema iwezi kuwa UN hapo. Ikishinda kuwa RRDO hapo, hata UN taenda. Kwa sababu ile NGOs ambayo alikuwa anatusaidia sisi host community ni RRDO na faida. Faida ni upande wa Fafi na RRDO ni upande wa Dadaab. Ile wananchi ambao walikuwa wanashikilia, ambao walikuwa wanasaidia ni RRDO.
Ni ardhi iko kazi wengi ambayo ilifanyika hapo Dadaab. Tuseme shule ya primary Dadaab hapo alijengwa maglassroom mingi sana. Sisi room ile ya kulalia na haidiris girls. Mali wengi walifanya hapo kazi hawa. Labda mkizungumza na shirika haya wanawaeleza nini? Hawa mara ya kwanza walikutana kwa mheshimiwa Tahie Nairobi wakishinda kuelewana. Ya pili wakikaa wakishinda kuelewana. Sasa ile mara ya tatu hawakuelewana. Sasa waliamua wananchi pia hao mwenyewe waamuke watafute kwa haki yao sasa. Asante sana. Huyo ni mmoja wa kazi. Labda tuseme na mmoja wa vijana hapa. Tunaarifua kwamba vijana wanapoteza kazi. Labda tueleze wanapoteza kivipi? Hamza Yusuf, mimi naitwa Idris, mimi nawakilisha ofisi ya Mheshimiwa Dadaab. Tunasema hawa vijana wetu wa locals wa host community, ile matatizo yote leo ni kuna hii UNHCR wako na staff ambao wametoka wanajitanga international staff ambao wanakula pesa mingi. Kila mtu anakula pesa 2 milioni 2 milioni 3 mtu mmoja. Na wanataka kusema hawana budget ya kusaidia wa vijana. Wanataka kutoa vijana wana hao wengine ambao wanachukua milioni ambao retired international staff wako hapa. So tunasema UNHCR kama wanaakti kama United Organizations waangalie haki ya hao vijana ambao hawana maisha mengine because hawana level nyingine ya kufanya kazi. Labda idadi ya vijana ambao wamepoteza kazi tunaweza sema ni ngapi kwa sasa? Hawajapoteza kazi, walibewa karatasi watatoka kazi December 31st. Kama wangapi? 25 UNHCR peke yake. Na hiyo implement agencies pia wako wengi sana, lakini idadi ya UNHCR peke yao ni 25. Na tunajua ya kwamba kuna international staff ambao wanakula milioni kadhaa ambayo wako retired. Watoe mmoja. Hiyo mmoja wakitoa inaweza sustain hawa vijana wote waendelee kazi zao. Yeah. Asante sana. Ndio kauli ya baadhi ya wenyeji katika eneo hili la Dadaab wakisema kwamba wana hofu ya baadhi ya vijana kutolewa kazi ifikapo mwezi ujao ambao ni mwezi wa Disemba. Ni baadhi ya taarifa ambao tunazidi kuichambua na kuhakikisha kwamba tutawapatia watazamaji wetu ukweli wa mambo. Pia tuna ahadi ya kukutana na baadhi ya mashirika hayo kuweza labda kuleta taarifa kwa upande wao kuhakikisha kwamba pia tunasema na mashirika hayo na labda watatueleza hali ilivyo na kwa nini labda ni nini imesababisha labda mashirika hayo kuweza labda kupatia makaratasi ama kandarasi ya vijana hawa labda kuisha ifikapo mwezi Disemba. Lakini mengi zaidi tutapatana hapa kwenye KTN News majira ya saa 1 jioni. Na asante sana Hamza Yusuf, huyo akiwa katika eneo la Dadaab, pale ni kwenye ile kambi ya wakimbizi ya Dadaab ambao leo kidogo kulikuwa na hali ya mshike kukiwa na lalama kutoka kwa wenyeji, ndio maana tukaweza kusikia kutoka upande huo wa kaunti ya Garissa. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii. Tuna taarifa kadhaa ambazo tuko nazo bado, na vile vile katika sehemu yetu ya pili tutakuwa na mahojiano. Tayari mgeni wetu amewasili hapa studio, hivyo basi tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu. Endelea kuwa nasi.